Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa, na nataka tuzungumze kidogo. Hatujaongea muda mrefu, nataka tuzungumze kidogo. Mashambulizi yamekuwa yakiendelea miongoni mwa pande zote, kati ya upande wa Marekani na upande wa Israel. Lakini kuna taswira tofauti ambayo tunaiona baada ya kuchukua nafasi Mojtaba Khamenei, mtoto wa Ayatollah Khamenei, ambao unafahamu alichukua nafasi na kuweza kuchaguliwa na Assembly of Expertise, baraza la wataalamu wa Iran. Takriban wajumbe 88 waliweza kumwidhinisha kuwa ayatola mpya wa nchi ya Iran. Lakini hoja kubwa duniani ni crisis ya mafuta, kwa maana kwamba mdororo mkubwa wa mafuta ambao umeendelea kutishia usalama wa nishati na uhakika wa nishati. Na hapa kinachofanyika ni namna gani mlango bahari wa Hormuz ambao umekuwa ukipitisha zaidi ya 21% mafuta yote duniani. Kabla ya kuanza kwa vita ya Iran dhidi ya Israeli na Marekani, na kabla ya Irani kuzipiga nchi za Guba, unaona kabisa kwamba kulikuwa kuna zaidi ya meli kwa siku moja zinapita zaidi ya meli 140. Lakini tangu vita hii imeanza hazipiti zaidi ya meli 5 kule mlango bahari wa Hormuz. Maana ni kwamba sasa mafuta ambayo yanatoka kwenye Guba ya Uajemi hayaji katika pembe ya Afrika, hayaji Ulaya, lakini zaidi sana hayasafiri katika eneo la Asia. Maana ni kwamba sasa hii vita imeenda kuathiri usafirishaji na mifumo ya uchumi wa kimataifa. Nafahamu kwamba moja ya sifa kubwa ambayo ikitokea mitafaruku ya kimataifa, namna gani uchumi unaenda kuathirika. Nafahamu kwamba kuna power politics, yani mkakati wa nchi kuweza kujijenga kijiografia, kuweza kujijenga kiuchumi na kushawishi, unahitaji kuwa na uhakika wa kudhibiti mifereji ya kimataifa. Kwa sasa imekuwa ikipelekea athari kubwa ambayo kwa kweli imeenda kuathiri dunia nzima. Matokeo yatakuwaje itategemea namna gani sasa watu wamejipanga kuweza kudhibiti maeneo mbalimbali ya kimataifa.